Mada yetu ya leo inasema maana ya ndoa, the meaning of marriage. Somo hili tunakwenda kuzungumza na wale ambao wako kwenye ndoa tayari, wale ambao hawako kwenye ndoa, na wale ambao wamekwisha kukata tamaa kuingia kwenye ndoa. Maana ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Kuna tafsiri mbalimbali ambazo watu wamezitumia kuzungumzia ndoa. Nataka nikuletee chache ambazo kimsingi binafsi sijazipenda sana, maana zimewakatisha tamaa vijana wengi kuingia kwenye ndoa. Maana ya kwanza, mwandishi mmoja akasema, ndoa ni mfumo unaounganisha mtu ambaye hapendi kulala dirisha likiwa wazi na mwingine hapendi kulala dirisha limefungwa. Watu wawili, mmoja hapendi kulala dirisha likiwa wazi, mwingine hapendi kulala dirisha likiwa limefungwa. Mpaka hapo hii definition inatutengenezea mgogoro. Wa pili anasema ndoa ni muunganiko wa watu wawili walioshindikana kuishi na wazazi wao. Kwa hiyo unakwenda kuchukua mtu ambaye tayari kwao alishakataliwa. Watatu akasema ndoa ni kualika umati wa watu waje watazame unavyojichimbia kaburi mwenyewe, tena kwa gharama kubwa. Mwingine akasema ndoa ni muunganiko wa wapumbavu wawili waliojitoa mhanga. Kuna misemo kadhaa ambayo imetumiwa na watu kukatisha tamaa watu kuingia kwenye ndoa. Vijana muisikilize vizuri, hii itawasaidia sana, kwa sababu wengi wameogopa sana kuingia kwenye ndoa, na hatimaye katika ulimwengu wetu leo tumekuwa na kitu kinaitwa ndoa za muda, cohabitation. Wanakuwa na ndoa za mkataba. Ndoa ni kitu kinachowezekana na wala sio dude kubwa linalotisha. Ndoa ni kitu cha pekee chenye furaha na amani. Kuna misemo michache nikupitishe. Mmoja akasema ndoa ni gereza, msemo mbaya kabisa. Mwingine akasema ndoa huwa ndoto za mtu. Si hata unajua ulivyoingia kwenye ndoa unasema nataka mtu fulani hivi ambaye nitakuwa natoka naye, naenda bichi, tunaogelea. Kule uliko mumeogelea mara ngapi bichi? Ndoa huishia katika maumivu. Ndoa, wengine wasema wanaume huteseka sana katika ndoa, na mwingine akasema ndoa ni mateso yaliyohalalishwa. Mwingine akasema ndoa ni mwisho wa furaha yako. Bora kubaki peke yako kuliko kuoana na mtu asiye sahihi. Misemo ni mingi sana, lakini niache hiyo michache. Ndoa hubadili watu kuwa wabaya sana. Yaani mtu alikuwa mwema, anapoingia kwenye ndoa anakuwa mbaya sana. Hasa hili wamama mlisikiliza vizuri, maana baadaye tutazungumza sana. Kuna wamama waliingia kwenye ndoa ni wazuri, wana roho nzuri, wanazungumza vizuri, wana huruma, wana uwezo wa kupetipeti watoto, lakini leo wamekuwa ni magaidi wa kujitegemea, kwamba ndoa hubadili watu kutoka kuwa wema na kuwafanya kuwa wabaya sana. Ndoa nzuri haijawahi kuwepo duniani. Halafu wa mwisho akasema ndoa huondoa uhuru wa mtu. Na ni kweli, ukiingia kwenye ndoa kuna kauhuru kanapotea. Unatoka zako unaenda mjini, una shilingi 10,000, ukirudi haipo, lazima utoe mahesabu ya kutosha. Lakini wale ambao wako single ni ufalme wa kujitawala. Sasa maana sahihi ya ndoa ni nini? Sikiliza maneno haya. Ndoa ni muunganiko halali wa mwanamume na mwanamke waliokubaliana kuishi pamoja kama mume na mke. Pigia mstari hayo maneno mawili. Ni mwanamume na mwanamke. Tunaishi katika zama ambazo vijana wetu waelewe tofasili ya hili neno ndoa, kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu leo si ajabu ukaletewa mchumba, binti yako akakwambia mama nakuletea mchumba, na akaleta mtoto wa kike mwenzake.
Si ajabu kijana wako wa kiume akakuletea mchumba wa kiume mwenzake. Sasa ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Songe mbele. Sasa haya maneno anasema ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Leo nataka niyazungumzie hapo hayo tu maneno mawili. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume, na wala si kila mtu mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Unaweza kuwa umeolewa na mtu mwenye jinsia ya kiume ila sio mwanamume. Unaweza kuwa umeoa mtu mwenye jinsia ya kike lakini sio mwanamke. Nifuatie kidogo taelewa mahali hapa. Kwa hiyo mwenye sifa ya kuingia kwenye ndoa, namba 1 awe ni mwanamume, namba 2 awe ni mwanamke. Hao wawili tu. Sasa kosa kubwa linalotokea leo, vijana mnaotufuatia, sikiliza, wengi wanaingia kwenye ndoa kabla hajajichunguza kama ni mwanamume kweli au ni mwanamke. Sizungumzie habari ya jinsia.